Mwanzo sura ya 26 mstari wa kwanza hadi wa 4. Tunaweza kusoma hapo kwa wakati wako, lakini napenda kukuonyesha story moja nzuri sana kwenye Biblia. Nachotamani tushiriki leo ni ujumbe wa baraka. Baraka si neno kama ambavyo watu wengi wametamkiana baraka, baraka, barikiwa, 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 barikiwa. Lakini baraka ni tendo ambalo Mungu uliachilia ama kwa yeye kupenda au kwa sababu ya matendo ambayo mwanadamu ametenda. Mungu anaachilia baraka kama malipo. Leo tuna watu wengi sana wanaitwa baraka lakini hawana hizo baraka. Leo kuna watu wengi wanaitwa furaha lakini hawana furaha. Leo kuna kina amani lakini wako vitani. Leo kuna kina faraja lakini wanalia. Kwa hiyo jina haliwezi kubadilisha chochote. Sasa ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 26, tunamuona mtu mmoja anaitwa Isaka, ambaye ni mtoto wa baba yetu Ibrahim. Isaka tangu akiwa kijana mpaka anamuoa Rebeka, mpaka anaishi naye, Mungu aliwabariki watoto wawili, Yakobo na Esau. Watoto hao wawili walikuwa na sura mbili katika tafsiri ya kiroho. Mmoja alikuwa na sura ya mbarikiwa na mwingine hakuwa na sura ya mbarikiwa. Katika uzao wao, Esau alikuwa wa kwanza kuzaliwa na Yakobo alikuwa wa pili kwa kuzaliwa. Lakini katika baraka, Isaka alikusudiwa ndio awe mbarikiwa. Sasa katika tamaduni za Kiyahudi, anayeanza kuzaliwa ndio mzaliwa wa kwanza. Na mzaliwa wa kwanza anaurithi dabu. Mzaliwa wa kwanza anapendwa sana. Kwa hiyo Isaka alidumu akijua kwamba katika watoto wake ni Esau anayestahili kubarikiwa. Ni Esau anayestahili kurithi zaidi. Jambo moja ambalo hakujua ni kwamba siku za mimba ya Rebeka aliambiwa na Mungu kwamba kwenye tumbo lako kuna mataifa mawili, lakini mkubwa atamtumikia mdogo. Ashukuriwe sana mwanamke Rebeka aliyezingatia maneno hayo na kuyatunza tangu wakati wa mimba mpaka kuzaa, mpaka kuwalea, mpaka kwa watu wazima. Leo tuna watu wengi wakitamkiwa neno leo, kesho wamelisahau. Lakini neno unalotamkiwa linaweza kuyabeba maisha yako vizazi na hata vizazi. Neno unalotamkiwa linaweza kubadilisha hali ya maisha yako. Linaweza kuondoa jangwa, linaweza kuondoa ukame kwa neno tu. Kama vile neno kwa neno dunia na vyote vilivyomo vimeumbwa. Lakini wakati wa makuzi ya hawa vijana, Biblia inaonyesha ya kwamba ulifika wakati Esau akiwa na njaa kali, ametoka mawindoni, hana chakula, alimwambia Yakobo ampe chakula. Na Yakobo akamwambia, ili nikupe chakula, nipe haki yako ya uzaliwa wa kwanza. Na Esau akaamua kutoa hiyo haki. Tendo hilo lilikuwa linathibitisha na kuweka muhuri kwamba atakapokuja kubarikiwa Yakobo, hiyo baraka iwe ni haki yake. Sasa mwisho wa maisha ya Isaka akiwa mzee sana, anaona kabisa siku zake za kuishi zimepungua na wakati wowote anaweza kufa, na hakupenda kufa na hizo baraka. Ilimpasa aresishe kabla ya jafa. Anamwambia Isaka, chukua mata yako na podo yako, nenda kawinde mawindo, unitafutie mnyama, alafu niletee, uniandalie namna ile nitakayo, unipe nile, nifurahi, kisha nikubariki. Nini nataka uone hapo? Nile, nifurahi, kisha nikubariki. Kumbe baraka inatanguliwa na matendo mazuri. Baraka haiwezi kuwa salamu tu, ubarikiwe. Hapana.
Hiyo ni slogan tu. Baraka inatanguliwa na matendo mazuri. Ama ni matendo mazuri ya heshima, ama ni matendo mazuri ya utii, ama ni matendo mazuri ya unyenyekevu, ama ni matendo mazuri ya namna yoyote ile. Kwa hiyo anayekubariki ni lazima aone huo umetangulia kumtendea mazuri. Sasa leo tunacho kizazi ambacho kinapenda kubarikiwa, na kinadhani kikitamkiwa tu ubarikiwe atabarikiwa. Hakuna lolote alilolitenda. Kanisani hafiki, kazi za Mungu hafanyi. Tena akifanya anasimanga, akifanya kidogo anaenda na wasema vibaya huko nje. Yaani hana sifa yoyote yeye kubarikiwa, lakini anataka baraka. Natamani kuzungumza na wale mnaowadanganya watu kwamba mnawabariki. Wafundisheni ukweli. Waambieni kwanza wafanye mazuri ili hizo baraka ziwe haki yao. Na ndio maana wengi wanatamkiwa baraka lakini kwao hazifiki. Kwa wanabaki tu na jina la baraka lakini hawana baraka. Kwa hiyo jina haliwezi kubadilisha chochote. Jina halitoshi. Ndio maana kuna kina baraka gerezani. Natamani leo unasikiliza ujumbe huu, unataka kubarikiwa, anza kufanya mambo kwenye ufalme wa Mungu. Anza kuwachukulia mizigo watumishi wa Mungu. Anza kutembea pamoja na kwenye ufalme wa Mungu. Fanya ya kupasayo. Kwa tafsiri nyepesi, anza kujipendekeza kwa Mungu. Anza kumfurahisha Mungu ili Mungu aone kabisa unastahili kubarikiwa. Anza kuwalisha wagonjwa. Anza kuwahudumia yatima. Anza kuhudumia wajane. Hudumia watumishi wa Mungu. Jiulize, mchungaji wako anakula nini? Analala wapi? Maisha yake yakoje? Anaendesha gari gani? Fanya kwa hao ili uwe na sifa ya kubarikiwa. Ndio maana Yesu anasema mlipomtendea yule mmoja, mlinitendea mimi. Ulipomlisha yule mgonjwa, ulimlisha yeye. Ulipomkaribisha yule maskini, ulimkaribisha yeye. Kwa hiyo ili mtu abarikiwe, kuna mchakato wa baraka. Baraka ina mchakato wake. Na ule mchakato ndio unaonyesha uhalali wa nani abarikiwe na nani asibarikiwe. Nani apokee na nani asipokee. Kuinuliwa tu mikono, kubandikwa mikono, kusema tu amina haitoshi. Ndio maana wanaosema amina ni wengi, wanaotamkiwa ni wengi, wanaobarikiwa ni wachache. Mwana wa Mungu, Mungu wetu ni mwema na anapenda kutubariki. Lakini anapenda moyo wako uanze kumtumikia ili akubariki. Jifunze kuwa mtu mwenye moyo wa kutumika. Mpendeze Mungu hata kwa yale unayoona wewe ni madogo. Hata swala la kufika ibadani tu. Hata swala la kuwahi. Fanya usafi kwenye nyumba ya Mungu. Angalia mazingira. Angalia mazingira yakoje. Chochote tunachoweza kufanya, fanya hicho. Hicho kiwe sababu, kiwe haki ya wewe kubarikiwa. Nimeona mahali fulani kuna ndugu mmoja amebarikiwa sana kwa sababu alijitolea kufanya usafi kwenye msalani wa kanisa. Hakujalisha kanisa lina watu wa aina gani. Haijalishi lina watu wangapi. Yeye alijitolea. Hayo yatakuwa ni sehemu ya maisha yake, itakuwa ni sadaka yake kwa Mungu. Akawa anampendeza Mungu kwenye sekta hiyo. Na Mungu akambariki sana sana sana. Ibrahim, ukisoma kitabu cha Mwanzo 22, alipowapa chakula wale malaika, akawakaribisha nyumbani kwake kwenye hema yake. Akawapa maji wakanawa mavumbi ya miguu yao. Ikawa ni sababu kwamba lile tendo ikawa ni sababu ya Mungu kuona anastahili kubarikiwa. Wale mnaotamani leo mbarikiwe, wale mnaoimba leo ubarikiwe, wale mnaoambiana leo ubarikiwe, huyu anayeambiwa barikiwe, jiulize amefanya nini? Ana haki gani ya kubarikiwa? Kama una haki, hayo maneno kwako ni bure. Lakini natamani leo kupitia video hii fupi
ikusaidie, ikukumbushe, ikusukume kuanza kutenda jambo. Elisha alitenda akabarikiwa. Yule mjane wa Sarepta alitenda, alitoa kile kidogo alichokuwa nacho akabarikiwa. Kila mtu anacho cha kutoa. Inawezekana huna fedha, huna nguo, huna chakula, huna nini, lakini una heshima ya kutoa. Toa ulicho nacho na Mungu ni mwaminifu, ataona. Kwa hicho utaweza kubarikiwa. Mungu akubariki. Natamani utoe ili ufanikiwe, ili ule mema ya nchi, ili nafaka zije kwako, manono yawe kwako, kwa jina la Yesu. Amen.